Weche matimo alwora counties makalwe county ma Migori. Jopith mag jamni e county ma Migori oyudo dho mago eko mag Chak maromo 189 mar konyo eneno ni gidongo uchumi ma county no ero. Governor ma county ma Migori Migosi Zakari Okotha Obado koloso e kinde mabe nochiwo jamni go eko. Owacho ni chenro makamano ero mabende koro nitiere tielo mare marauchiel kata face marauchiel e county no biro konyo jopur makamago eko e ting'o yuto gi malo to kata mana e kinde mabende county no ero biro bedo e bwo telo machielo e tok yiero madwe maraboro mar higa ni eri. Jatelo migao mar pur Elijah Gambere korka kore owacho ni okang' makamano ero biro konyo kata mana e tieko dhier e moko kuom gwenge mayudore e county ma Migori. This is the 6th time as a county that we are launching the one dairy cow per sugarcane stock tobacco farmer county project in the 7 sub-counties, and the 5th to launch the Siro breeding bulls project in Nyatike sub-county. To this day, a total of 539 in-calf dairy cows and 124 Siro breeding bulls have been given out to identified beneficiaries in the 8 sub-counties of the county, with the key objective of improving both the quantity and quality of the dairy herd in the county. This whole objective is to achieve the overall goal of increasing milk production for improved food security and nutrition of households in Migori County. Tunaposema mambo ya chakula ni mambo ya crops, mimea, mambo ya samaki na mambo ya maziwa. Tangu gavana wetu aingie katika kaunti ya Migori amehakikisha kwamba wakulima wetu wana chakula ya kutosha. Ukienda katika miji mingi kwa leo hii kuna chakula, kuna mahindi na pia kuna maembe ambayo amepeana, kuna zile fruits, horticultural crops ambazo amepeana hivi karibuni. Kwa hivyo hiyo ni promote food security katika kaunti yetu ya Migori. Na leo hii tunashuhudia ng'ombe wengi ambao wamenunuliwa na county kupitia katika initiative ya His Excellency the Governor kuhakikisha kwamba maziwa, watoto wetu wanapata maziwa. Si ni kweli wakulima wetu? Mtapata maziwa? Nauliza, mtapata maziwa? Mnapopata ng'ombe hao, na sio leo hivi tu, mwaka uliopita tulipata ng'ombe wengi ambao walipeanwa kwa wakulima ama kwa wafugaji, na miaka mingine yote ambayo gavana wetu amekuwa katika kaunti yetu ya Migori, kuna ng'ombe wengi ambao amenunua, ambaye amepatia wafugaji. Hiyo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba increase milk production katika kaunti yetu. Amehakikisha kwamba improve, promote dairy sector. Yaani tuwe na wale ng'ombe wa kisasa, ng'ombe ambao wanaleta maziwa mengi. Maziwa hao watoto wetu watakunywa, maziwa hayo watauza, alafu wapate pesa, wasomeshe watoto wao, wafanye maendeleo katika miji. This was to increase their income, increase the nutrition, and at the same time this was one way of investment. The county government of Migori so far, since the inception of this program, has given over 700 animals. Each year we do a budget, then the farmers get animals. But more so, what is now becoming interesting out of the county project, the ward member assemblies have also gone ahead to budget in their community projects, and so far this year we are getting the highest number of in-calf avers, 139. The county government of Migori invested 50 animals, whereas 89 have been contributed through the community project. Pesa kienyeji, mtu akifuga unapata ng'ombe haina maziwa ya kutosha, unapata anatoa kikombe 2, kienda sana pengine na hii maki ndogo. So kwa hii moja, badala ya kuwa na number of cows nyingi, inakuwa burden ya kulisha, lakini hii ng'ombe moja, chakula ambacho hiyo ng'ombe yote inakula ni waste. Kwa hivyo ukipata hii ng'ombe moja, angalau kuna vile maziwa tumeambiwa kwamba inatoa 10 liters and above, ambayo kazi ni rahisi, sio kama vile tunakuwa for burden. Tumefurahi kwa huu mradi ambao county government imetoa kutupea ng'ombe. Tumefurahi sana hasa kwa kikundi chetu. Tuko members 15 na tulikaa wote chini tukakubaliana, ambaye
hiyo ng'ombe tutaiweka mahali gani, na already tuko na hiyo unyazi ambayo tutakapopewa hiyo ng'ombe itakuwa inatumia. Tumefurahi pia tutakapopata ndama, tutafanya tu rotating, tutaanza na penye tumejipanga kama kikundi, tunapeana ndama, alafu maziwa itatusaidia kwa mimi kama beneficiary na pia wana kikundi, kwa sababu maziwa tutakuwa tunatumia kwa kuuza na tuletea pesa, ambapo mtoto wa mwanachama hawezi kaa nyumbani ambapo mko na pesa ya maziwa. Tuseme asubuhi lita 15. Na inategemea venye ameilisha, maana kuna wakati inakuwa dry, unapata nyazi iko chini, lakini sasa kama kuna sahihi nyazi ni mingi, inatoa maziwa mengi. Tunaangalia wajibikaji na bidii, na pia tulikuwa tunaangalia tu wajibikaji pia na vile ukosefu ni mahali gani kukosefu, kwa sababu tungepeleka tu kama mtu hana hata for example hali penye kukosefu, na in fact ikakuwa tu ni kitu ya kukubaliana kwamba hapa ndio tutaweka mradi wetu. Hiyo wamama pasipokuja pamoja ili kwamba tuweze kusaidiana katika njia kama hizo, tuliona hatutatoboa, kwa sababu maisha ni mazito katika kijiji. Tukalia hicho kijiji chetu tuna wamama wakubwa wa umri ambao hawajiwezi kutembea mbali, lakini tukaona kwamba tutakuwa pamoja, na katika hali hiyo tunasaidiana na tunasonga mbele. Tunashukuru sana kwa mradi ambao mnaenda kutuongeza wa ng'ombe. Mradi wa ng'ombe ni mzuri sana, maana mara nyingi watoto wetu wanapata afya, maana tuna maziwa tunawapa, tunatengeneza chai, tunatengeneza maziwa, wanakunywa mgando, na tukiongeza huu mradi naona tutakuwa na maendeleo mazuri, tutapata pesa kutokana na maziwa ambayo tutakuwa tunakamua. Hivyo tunawashukuru sana kwa mradi huu mzuri ambao umeweza kutuletea katika kuria yetu. Kama sisi katika kikundi tumefaidika, maana kuwa tunauza maziwa, alafu tunapata pesa, tunakopeshana. Ikiwa mtu amekwama hata kupeleka mtoto shule,